lile swali nilokuwa namuuliza, aliniambia sitaweza kumbariki mtu yoyote ambaye ananiibia fungu la 10. Bwana asifiwe. Sitaweza kufanyaje? Hebu tuseme wote, Mungu hawezi kumbariki mtu yote ambaye atoe fungu la 10. Mgeukie kabisa, mshike ya mmeke maji na ngaitoko, ili usijidanganye. Hata kama una shamba nzuri na etoa, unanyesha kabisa vizuri, una kila kitu kizuri unafanya, iko kwenye mtandao mzuri, kama hautatoa fungu la 10 hautabarikiwa kamwe. Bwana tusaidie. Na hiyo ni swali langu ambalo Mungu alivyonijibu, nafikiri ni tukakaa na mama tukawa tunawaza kwa habari ya kumheshimu Mungu katika maeneo ya fungu la nini? La 10. Bwana asifiwe. Huu wakati tulioko sasa hivi kuna mifumuko ya kazi. Ukifungua duka kuna watu 10 wana duka. Ukifungua biashara kuna watu kama 10 wana biashara kama ile. Lakini wewe mtu uliyookoka kwa sababu hutumii irithi yako ni fungu la nini? La 10. Ukiwa na biashara ambaye wengine wanaye kama 10, wewe biashara yako inakuwa tofauti kwa sababu ya ile fungu la 10 unayefanyaje? Unayefanyaje jamani? Hata shamba. Ili shamba yako hiyo tofauti kabisa, wewe toa fungu la 10. Toa malimbuko, usile fungu la nini? Tena diminya matu ya tomo. Teteda. Bwana tusaidie. Unaweza kumwona mtu biashara yake inastawi lakini hujui maagano yake kwenye ile biashara. Kuna wengine wana maagano ya irizi, maagano ya uchawi, wengine wana maagano mbalimbali, lakini wewe agano lako ni lipi kwa Mungu? Maana Torati 8:18 anasema nitakupa nguvu ya utajiri ili niliimarishe nini? Agano nililowapa baba zako. Kwa ukitoa fungu la 10, maana yake unaachilia katika nyumba ya Mungu kiwepo nini? Chakula. Sasa unapoachilia kiwemo chakula, lile agano alilopewa baba yako linapata nini? Nguvu. Mada dereva ngolo. Ndio maana unapokuja kanisani jifunze sana kutoa. Mtu anayetoa sio kawaida. Hebu mwambie kijana chake wala romane ndio mwana kawaida. Ili usije kanisani ukasema maana hapa kuna mafuta makubwa hapa. Hebu ndio ile basta pokene. Hebu tuseme wote mafuta makubwa yako hapa. Etiengisima. Sema amina. Lakini ukitaka kuwa watu tofauti, mimi nakuambia tena, nenda kajifunze kumtolea Mungu fungu la 10. Ukiwa unapata shilingi hata kama mume wako anakupa usile. Menya matu ya tomo. Sema tena mwambie jirani yako usile fungu la 10. Usile fungu la 10. Juzi mimi watu wamevunja duka yangu pale na mnajua wote walivunja. Mimi nilikuwa Kisongo, mama alikuwa anaenda sokoni. Lakini kimwambia tu mama, kwa sababu unatoa fungu la 10 wacha wasiwasi. Nashangaa vitu vimerudishwa jioni, sijui hata vimerudishwaje. Tegeo la mama yendo kinaenda kwa fungu la 10. Mbona na bibi yake anaenda kwa fungu la 10? Na ukifungua biashara kama watu 10 wana biashara kama ile hapo, wewe hapo itakuwa tofauti kabisa. Amen. Hebu sema itakuwa tofauti. Itakuwa tofauti. Kwa nikifungua duka haimaanishi duka langu lifanane na yule ambaye anatumia irizi. Maana mimi ninatumia upako. Sema basi upako. Tena hata na Yesu. Unajua anasema hivyo labda. Mimi nimeanza hapa, nimeanza kuchukua tena itanyana fungu la nini? Na mimi kuna wakati mpaka tumbili wanaanguka kwenye shamba yangu wanakufa dele. Kabisa. Waldele. Majela na ikiningita baraka. Mimi naenda tu nilikuwa kwenye maombi naomba wanakula mandana sema Mungu natoa fungu la 10 kwani wanyama wananisumbua. Na shangaa tumbili ameanguka akadondoka akafa. Mimi na fungu la 10 yake mimi na fungu la 10. Amesemaje? Ndio. Mimi naambiaga kule kanisani kuliko ule fungu la 10, aeni mtoe tu baikini ni mbiani ndio kumwambia kaleta. Mimi na fungu la 10 ya mike maji anangai toko. Tonimo ndio na alikito. Na ukiona unacheza na mchawi au mtu yote anayekuchezea kwenye maisha yako, wewe jifunze kutoa. Mungu anawapa baba mzuri ambaye naye mimi ni baba yangu. Ihoyo kwa baba sile lote ufunuo na atafunguoni sida ndio roboleno. Ndio lote funguoni. Sio kila mtu ndiye ana ufunuo. Unaweza ukatoa lakini hata hamna ufunuo ili akukuvusha kwenye hilo nini? Ile eneo ya kutoa. Ndio usataka kake mbele, lakini leo hii hata ukipita kwenye changamoto tu ukamwambia mchungaji, na mimi niwaambie kitu kimoja, hakuna kitu ambacho hakiwezekani mbele za Mungu. Kuna
ikauke, haitoki. Mpaka Bindau iondoke. Sema eti amina. Na kuna mashambulizi mengine iondoke kwenye anga lako mpaka utoe kitu. Mimi nakwambia ukweli. Jaga lano ningine ndoke na joitoi. Wewe kama unataka biashara yako isiwe mpaka watu wakuogope, wewe jifunze kutoa fungu la nini? Kuna watu bado hawajavuka hiyo. Kama sasa hujavuka tu eneo la kutoa fungu la 10, je, kutegemeza huduma? Si ndio itakuwa mbaya zaidi? Hebu tuseme yote nayo hiyo ni kifungo ya mwili. Kama tu fungu la 10% katika vitu 9 unazopewa 100 unashindwa. Hivi kweli utaweza sasa kusimama nini tegemeze si ayangai? Nende. Naomba Mungu awainue watu watakaye simama na hii kazi. Tege wote ho. Medi ni mesa yenu amengati yake. Nikima yansi yangai. Mungu atakubariki. Hebu tuseme wote Mungu atanibariki. Nani anataka Mungu ambariki? Amen. Mwambie baraka itafutu kwa mwenye maombi mlimani. Kwenye utoaji. Ededa. Mbona ndo jaje wale baraka? Wale mbomono na pepo yake. Yagilingi niwe ni tukuru. Mapepo yanavunjika kwa maombi kabisa. Lakini ukitaka kubarikiwa ni kazi, ujue kupambanua, ujue kutoa sana, utabarikiwa. Kama yana ngayo menasi ata dunia. Teto delo dunia ingasiata ngane Yesu. Kwa hiyo mimi kabisa kwa haya machache niliyosema nimkaribishe baba yangu ili aweze kukubariki. Maana hata mimi nahitaji kubarikiwa. Sema amina. Mbona na hadi njia nikipambana ngai. Ngine nakumbuka aliwahi kufuga pambana ikawa ina loko. Ni hapa akabaliwa na mbuzi ngapi 3. Ningaje mama 3. Akaja tu akaniambia mchungaji, mimi natoa hizi mbuzi zote. Nitaka nimzuie asitoe. Lakini kwa sababu tulikuwa tunaweka nini? Items. Lakini akaenda nyumbani, angemshirikisha mama yake au nani. Lakini kwa kuwa wana nia moja na nani na mke wake, walienda wakaleta. Leo wana nyumba ya tiles. Si ndio jamani? Leo milango imefunguka. Na pia ana mbuzi zaidi ya 3. Bisa sidisha mara 10. Ile usidisho wa Mungu tasidisha mara ngapi? Mara 10. Si ndio jamani? Kwa nalo lisema si uongo. Nakumbuka tulipoanza huduma hii, yeye akitoa fungu la 10 ananiambia mimi siweki dawa maiti. Kwa hiyo maiti yake ilikuwa pegecho. Sio naeleza ukweli. Si amesema mtoto hapa. Pangaile hilo historia engeleje. Nabii yake panya ingii. Anaweka tu maiti store paka anaamuliwa aje. Leo wako post. Au nimeongea mambo. Leo wako baba. Kwa kuna vitu ambavyo niliwahi kushuhudia mambo yake kwa Askofu Anodi. Akaniambia nataka uniletee basi wewe dokta. Ndio nikamnganisha na Apostle Bishop nani? Manase mpaka na leo amekuwa. Lakini ndio tena. Kwa hiyo hebu naye kuambia itaidi. Kuna mambo mengine kweli alivyosema. Unaweza ukaombewa aletwe sio askofu aletwe nani? Usipotii kanuni kipara itakuota nini? Ni sawa na mtu asiyetaka wokovu. Mtu asiyetaka wokovu atateseka mpaka dakika nini? Na sitaki tuteseke tena. Hatutaki tena roho ya ufukara na umaskini. Na watoto wetu pia tunapokuwa watoaji, watoto wetu watasonga nini? Mbele. Utashangaa tu watoto wako Mungu anawafungulia milango kielimu mpaka wanamaliza mpaka wanapata kazi. Au si kweli? Kwa sababu hiyo ni asina yako ya nini? Ya milele. Tuko pamoja. Kwa hiyo wacha nilete mtumishi wa Mungu mchungaji kutoka Morogoro akubariki. Njoo pastor. Tamka neno la baraka. Amen. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti, wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Baba, kuwabariki watoto wako, wameamua kukutolea wewe Bwana. Endelea kufungua milango ya mbinguni. Bariki kazi ya mikono yao, bariki mifugo yao, bariki mifuko yao. Baba, katika jina la Kristo Yesu. Amen.